kwa familia. You are a good mother. Karibu sana. Familia ya Betty Bayo, viongozi na wachungaji wa kanisa, hasa bishop wa kanisa hili, familia pamoja na watu wote wa Kiambu na wale wametoka sehemu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Anne Wachiku wa Mradha. By the grace of God, I'm Mama County Kiambu, na nimepewa dakika chache ya kuweza kujulishana na viongozi ambao tuko nao. Lakini kabla niseme jambo in a minute, Bishop amesema na pia Mheshimiwa ameomba, Mheshimiwa Martha Karua Squeezer Senior ameomba, kuna mahali alikuwa anataka kwenda. Kwa hivyo kabla hao wengine wasalimiane na waseme jambo, I want to take this opportunity to welcome Honorable Martha Karua to the dais. Familia ya Betty, my Lord Bishop na wachungaji wote na wale wote tumekuja kuomboleza. Hamjambo. God is good all the time. And all the time. God is good. Asante. I'm here to honor the legacy of Betty Bayo, to condole with her family, to condole with this sanctuary where she was praying, and to condole with the music industry and the artists in general. I may not have interacted with Betty, but her music touched me. My best song from her being 11th Hour. With artists, even before you meet them, their words, their actions will make you feel like you know them. She may not have lived long, but her impact was great and it went beyond the boundaries of our nation. To her family, may God continue to hold you at this moment of grief and to give you strength. I want to pay special tribute to the late Betty, the way she has brought up her children. Young children, but confident and able to express themselves fully. It takes good raising for them to be that way. And may we continue to pray for them, because the journey will be harder without their mother, and to pray for the entire family. Ya mwisho, as human beings, we all need to be surrounded by love and support when we lose a loved one. I am really touched to see how full this sanctuary is. Not This is a testament to the kind of work and the impact that Betty has created. Let us all do whatever we do the best way we know how, so that we may leave a good legacy and we may impact as many. Those who are in the trade I'm in, and that is leadership and politics, let us do the best we can. A lot of words and no action cannot be enough. Let us, wherever we stand, improve health services so that no family has to suffer. Let us improve services across the board. Let us improve security. There's no way you can say you're working for the people if people cannot access health, cannot access education, cannot access infrastructure. These are parts of life, not politics. Politics tutaichapa ikija. Na mkiona hivi, tuko na matumaini, believe with hope.
Nobody knows their 11th hour. Even Betty did not know her 11th hour. I do not know my 11th hour. Yet I say I'm vying for president, which I will if God gives me the rest of the year. So we all pray that the hours, the minutes God has given us on earth, let us do the best we can so that we can be able to improve the lives of our people. May God continue to bless this family, and may God bless this church. Amen. Thank you very much, Mheshimiwa. And now, as I invite the other leaders to come and speak, I would just want to say one thing on behalf of Betty. Betty had no political affiliations. She worked with everybody in government. Those of you that have seen her eulogy, she's been eulogized by both the former president and the sitting president, the former deputy president and the current. And even the leaders that are here are from across board. So the one thing I would want to say about Betty is that she was a Kenyan, a daughter of Kiambu, and all she loved is peace and harmony among everybody. She was not of any political party. And so I would want to help our people. As we mourn Betty from now up to Thursday, let's keep our politics aside and mourn Betty. We sort our squabbles outside there. But for now, we're going to mourn this girl who loved everybody, the desire of every mother in Kiambu, the desire of every mother in this Kenya, which is on top of the agenda, is that these children may never cry by missing their mother, that the people concerned will make sure they take care of these children. And that is the agenda that we have. So as I invite our leaders, let's eulogize with this family, not forgetting that Betty never belonged to any political affiliation. She respected and honored all of us. And because we are done with Honorable Mother, we'll go with the same protocol of our seniors. The next person I'll call here is Honorable Moses Kuria. We started with our senior, and those of you who know, Honorable Moses Kuria has been the member for Parliament for Katono South. He has been a CS and a leader in this country. Bwana asifiwe. Familia ya rafiki yangu Betty Bayo, wenzake katika industry ya wanamuziki, viongozi wote ambao wako hapa, and in a special way Bishop Michael Wanderi, who I know was really the father of Betty Bayo kwa kiroho na kwa mambo ya dunia. Hamjambo. Nimekuja hapa kuomboleza rafiki wa karibu ambao tumetembea safari kwa muda mrefu pamoja na hao wenzake katika wanamuziki. Mimi najua ya kwamba kama ni nyinyi mngeulizwa kupiga kura ya maoni, muulizwe mngetaka Betty Bayo akae na sisi miaka ngapi, mngesema miaka 100 na zaidi. Na kwa hivyo mimi najua huzuni ambao imetanda nchi nzima kwa sababu ya kuachwa na Betty. Lakini lazima tukumbuke ya kwamba hii safari si zote tutaenda, na tunaweza kuuliza Mungu maswali mengi. Mimi naomba tukue watu ambao hata kuuliza Mungu maswali. Amuulize ni kwa nini Mungu amechukua mtoto mdogo, kwa sababu mtoto wa miaka ambao iko chini ya 40 ni mtoto mchanga, akaacha watu wengine. Tusiulize Mungu maswali, tumwamini Mungu, kwa sababu Betty mwenyewe alikuwa amemwamini Mungu. Betty was a very determined person. I've known her for more than 15 years. She was very determined. Never say die is another way you can describe Betty Bayo. Kianguka anasimama, kianguka anasimama.
na she was spreading determination to so many people ambao walikuwa karibu na yeye. Betty did not know how to give up. As a matter of fact, mimi najua Betty was much stronger than many men who are here. And I know that for sure. Jitihada yake ya kujimudu kimaisha, katika talanta yake ya muziki, katika mambo yake ya kanisa, katika familia ambapo the way Betty brought up Danny and Sky can only be an envy to so many people. To all of you, especially friends of Betty, people who are close, I don't want to ask you to stand with the family, to stand with the legacy of Betty, and to do that which Betty would have wished you to do. Because I'm sure somewhere anawaangalia akiwa huko mbinguni. Pia niseme vile Mheshimiwa Martha Karua amesema, we have a responsibility kama viongozi kuhakikisha kwamba we do everything possible to fix healthcare in this country. When Shiro IGP called me and told me Betty is in hospital, I was abroad. And when I came back, because I remember 4 years ago, I was in a hospital bed, in Karen Hospital. Na Betty na Tasha walikuja kuniona na wakaniombea, na Betty hakuna siku Betty ashaniita kinani aje taka mudo wa gai enyewe na mudo Betty alita mudo wa gai is really coming very close. Kwa hivyo wale watu ambao wako na shukrani kwa mimi ni wa Mungu, Betty alikuwa ni Mungu kwa Mungu. And when I came back to the country, kwa bahati mbaya Betty alikuwa ametuacha. Somehow, I felt like Lazarus' sister. Wakati aliambia Yesu, kama ulikuwa hapa, na mimi nikaanza kujiuliza, is there any way possibly we could have done to make Betty to be with us? Lakini Mungu alikuwa na mipango yake. Nimaliza kusema kwamba na Bishop amesema kwa wale watu ambao wanaongea mambo, wengine wanaongea na microphone, wengine kwa mtandao. Niwaombe tu tusikue watu ambao hatuko sensitive kwa ile maneno ama mambo ambayo tuko. Na tukumbuke ya kwamba Betty hakusema juu ya matendo. Sana wale watu wa mitandao niwaambie, Betty hakuimbia matendo yenu. Aliwaombea maneno ya vinywa vyenu viongoza na nani? Asanteni sana, Mungu awabariki. We have 3 other leaders, and I want to believe that all of you will take a minute so that we allow the church to continue the program. The next speaker will be the former MP for Kiambu Town, the Honorable Jude John. He's also a friend of Betty. Asante sana. God is good and all the time. Familia ya Betty Bayo na all the leaders present, na bishops wale wako hapa leo, nimekuja kuomboleza my friend Betty Bayo ambaye tumejuana katika hali ya kazi. Because wakati tunafanya siasa na mikutano, anakuwako kusaidia kwa maombi na kwa nyimbo. Na vile mimi najua Betty is a very hard working lady, na inajua anaweka bidii sana kwa kazi yake. So leo namuombea Betty, namuombea Mungu aweze kupatia pumziko kwa milele na milele. I pray for the family that God awapatie courage na awapatie kubali that has happened, so that you can be able to release her. And release hata nyinyi Mungu atapatia nguvu ya kuweza go through this very difficult period. Pia nawaombea watoto wake Danny na Sky kuwa hawatakula tabu
hata siku moja. Yani at Sky you are surrounded by people who love you. You are surrounded by the love of God. Na hamtakula sana. Mungu atawasaidia. And Sky will not be your limit. Especially Sky ameanza kazi yake ya talanta. Na inajua Mungu atamfungulia milango yote ili kazi yake iweze kushine kama vile mama yake alishine. Hiyo baraka pia iwe kwake. Betty amemaliza kazi yake. We may say that anaishi a short life, but it's a life full of life. Amefanya kazi yake, amemaliza. Sio kazi ya muziki. Betty was our ambassador here in Kiambu in the world of music, and she represented us vizuri sana in that world of music. Betty amefanya kazi yake, akupumzike sasa. And I hope that hiyo mambo pia inarudi kwa nyumba yake ili nao watoto wake waweze kuwa na talent kama hizo. God has plucked a beautiful flower from his garden, from us, a flower that we were admiring. Lakini Mungu pia anataka maua mzuri huko kwake na tunamwombea akuweke. Let her be our ambassador now in heaven. Na tunaomba kuwa wale ambao wako in leadership will be able to fix our health system. Kwa sababu hii mambo inafanyika kwa watu wengi ambao wanaenda kwa hospitali wanakosa usaidizi because our health system is not working effectively. And I hope it's going to be fixed. Na pia tuombe Mungu asaidie our scientists to come up with cure ya magonjwa ambao wengine ni complicated ambao hawajapata tiba yake waweze kupata. Kwa hayo machache welcome nyote hapa Kiambu, na ninaomba kuwa Mungu atapatia familia nguvu ya go through this period. Asante sana. The former woman rep Kiambu, Murang'a, and nominated MP Sabina Wanjiru Chege. This is a minute or two. Sabina Chege, Sabina is a nominated member of this 13th Assembly and a former woman rep Murang'a County. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. To familia ya Betty, watoto, Tash, madugu na dada zake, Bishop Wanderi na kanisa lote, we honor you. We thank you for giving us this opportunity to be here. Mimi nilikutana na Betty miaka iliyopita sababu have been in the media for a long time before I joined this other side of politics. And so I refer to Betty as my small sister, and she called me mom. On the other side I met Tash, akiwa kule Ulaya, na pia yeye ni rafiki wa marafiki wangu wengi sana. Yangu ningetaka kusema yetu tunaomba Mungu haswa kwa sababu ya watoto. Thank you Bishop for praying for them. The best gift, as everybody has said here, we can give to these children ni kuwaombea na kupunguza maneno, that we pray for them. To all of us who came here because we loved Betty, let us give her that dignity. Tuombe Mungu, and I pray ya kwamba hawa watoto Mungu atawabariki. Na siku moja watakaa wajue kuna Mungu pekee. Matigai karamudo nyono mwemerire. None makamenya ne kuringa imatuini. And so as the Bible says, when the foundations are shaken, what do the righteous do? Let us hold each other's hand. And also we learn that our lives in this world hatuna miaka mingi. As I said somewhere earlier, I was wacha tujue because our days are numbered. Tukae at peace with almost everybody if it's possible. Tupendane, it doesn't matter politics ama pahali wao kuna stand. But let us love each other because we never know about tomorrow. My sister, the lady I love, Betty Bayo, may you rest in peace. Asanteni sana. Thank you, Mama County, Mary, the Honorable Mukami.
and then we have one more speaker and we'll be done. Honorable Mukami, the woman rep Nyeri County, tafadhali makofi kwa Mukami wa Kenya. Bwana ni abosho. Amen. God is good. Amen. Mimi naitwa Rahab Mukami, mama kaunti wa Nyeri County, na nimekuja kuleta